Hivi imekuwaje na wakati wewe ulikuwa panya? Hata mimi sielewi. Niko naye amenirudisha katika hali ya kawaida kama hii. Hajakwambia chochote? Hajaniambia chochote. Basi twende kijijini. Miriam, uliwezaje jana kumsaidia Rahma wakati anapambana na Asma, na wakati unajua kabisa kwamba wewe kitendo cha kupambana na Asma ni kuhatarisha maisha yako? Kumsaidia Rahma ni jukumu langu, ni lazima ningefanya hivyo hata kama siwezi kupambana, kwa sababu huyu ni ndugu yangu. Kwa hiyo hata nikifa nikampambania yeye hakuna tatizo. Lakini Nilham, nishakwambia usijaribu kusogea ukiona kuna hatari. Lakini wewe ndio kwanza unaifuata hatari ilipo. Kwa nini lakini? Nilitegemea utasema asante mdogo wangu kwa kuokoa maisha yangu. Badala yake naongea upuuzi tu. Hivi unategemea nisingekuja pale kuna nini kingetokea? Hivi unafikiri ungekuwa unaongea huo upuuzi? Kuwa dada haimaanishi unaweza kunizidi kila kitu. Miriam, kumbuka Rahma ni dada yako. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa unazungumza na dada yako uwe na heshima. Mheshimu dada yako. Mnatakiwa kupendana. Nyinyi ni ndugu. Kwa hiyo mnapopendana, hata kama kuna mtu anahitaji kuwadhuru, lazima ashindwe kwa sababu mna muungano uliothabiti. Sawa? Rahma namheshimu, nampenda pia namjali. Na maana nimehatarisha maisha yangu kumtoa mikononi mwa Asma. Lakini sikukwambia uje kunisaidia. Kwa hiyo wewe una nguvu sana kuliko mimi. Dada Rahma, wewe sasa hivi hauna nguvu ya kupambana na Asma. Nguvu ilikuwa nazo mwanzo, sio sasa hivi. Aya, inatosha. Kitu Kimu, ila usinifikirie vibaya, nataka tu kujua. Haina neno, wewe uliza. Hivi mtu akibadilishwa kuwa panya anakuwa anajijua? Kiukweli hata mimi sijui mtu anakuwa anajionaje, kwa sababu sijawahi kubadilishwa kuwa panya. Tuachane na hayo. Leo nataka nikwambie kitu ambacho kinanitesa kila siku kichwani kwangu. Kitu gani hicho Kimu?
Kiukweli Mwasiti, nakupenda sana. Sijui nikueleze vipi ili unielewe. Labda nikwambie tu, hauna haja ya kuelezea zaidi. Nimeshaelewa hisia zako unamaanisha nini. Nipe nafasi na mimi nijione niko duniani. Siwezi kusema nitafikiria au nitakupa jibu baadaye. Naweza kuwa nakudanganya tu. Yaani kiukweli sina hisia na wewe hata chembe. Yaani hapa nilipo namuona Lugodisha tu. Ukimwi, pole kwa majibu yangu yanayoumiza. Yaani ni bora nikwambie ukweli kuliko kukudanganya ukaumia zaidi. Yaani ni bora maumivu ya mara moja kuliko maumivu ya moja kwa moja. Sawa, lakini fanya kama kunifikiria. Wewe ndio unatakiwa kufanya ili nikupende. Maana sina hisia na wewe hata kidogo. Naomba nikuache. Amani iwe nao. Iwe kwako pia. Unaelekea wapi? Natembea tembea tu, kwani kuna tatizo? Hapana. Wala hakuna tatizo. Nilitaka tu kujua Miriam umemwona maeneo haya? Hapana, sijamuona. Namtafuta. Sio toka ameelekea wapi? Kwani aje kuaga? Hakuaga. Aliondoka tu ghafla. Walipishana kidogo na dada yake Raha. Kwa hiyo aliondoka, ni mtu mwenye hasira kidogo. Sasa nikusaidia kumtafuta. Sawa. Tuongozane. Mwasiti. Nisubiri pale nikazungumzia naye. Sawa. Miriam, haya maisha ni ya ajabu sana. Unaweza ukawa ni mtu mwenye furaha, lakini akaja mtu akakatisha furaha yako.
uliokuwa unamtegemea akupe furaha, halafu huyo huyo ndo anakufanya ukose furaha. Lakini wahenga walisema samehe 7 mara 70. Huenda akawa hajui alipendalo. Nipo hapa kumwombea msamaha dada yako Rahma. Najua dada yako anakupenda sana, pia haamini uwezo wako, na ndio sababu anaumia sana anapoona unapojaribu kupambana. Hapo kwenye kupambana kuna mawili: kuumia au kuuawa kabisa. Kwa hiyo dada yako haiko tayari kukupoteza, na ndio sababu anakuwa mkali anaposikia unaenda kinyume na matakwa yake. Lakini nikuhakikishie tu kwamba wewe ni zaidi ya Rahma. Pia amekubali uwezo wako, kwa hiyo naomba umsamehe. Nimezungumza na Nilham, kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Unatakiwa kumwacha afanye kile anachoona kwake yeye ni sahihi. Sawa, ila bado kuna maswali najiuliza, hizi nguvu ametolea wapi? Kuhusu nguvu, hilo swala lisikuumize kichwa sana, kwa sababu huenda mizimu imemchagua na kumwongezea nguvu bila yeye mwenyewe kujua, na hii ni kwa sababu anaipenda sana na anania nayo. Kwa hiyo tunaanzaje kuongea naye kuhusiana na Asma? Hilo niachie mimi, nitazungumza naye kwa ukaribu zaidi.